mechi gerejea tu 0-0. Naam. Manake walikuwa timu zote ni kama zilikuwa zinaongopana. Acha hiyo, timu zote zingekuwa sasa already ni 1-0 wataeka 1-0 pale. Naona mechi ya Tottenham wamewasawazisha bao la pili. At least kijana amepumua. Kijana amepumua. At least unasikia ni kama utavuna kitu, ama leo hukuwekea Liverpool. Leo bwana kidogo mimi naongopa mambo ya beti, manake mwili weekend aliniosha mpaka nikawa naoga mwili. Weekend mambo yalienda Kilikuramba na isikuwe ni Manchester ile kufanyia mambo. Timu karibu zote. Nadhani timu ambayo iliweza kushinda mechi ni Manchester City pekee. Na tunasema timu kubwa zililose. Hizo ni timu dogo. Timu ndogo ndio ziliwin. Manake timu kubwa kama Chelsea, kama Man U, kama Liverpool waliweza kupokea kichapo. Mimi kama shabiki wa Liverpool bwana, hii Crystal Palace imetuzoea, manake tuko nayo tena katika Carabao. Naam. Last 16 tutakuwa na wao Oktoba. Naam. Tukingangania nani ataingia katika hatua ifuatayo. Naam. Basi tutamatishie mechi kipindi pili, muda za ongezwa pale, yani extra time. Muda wote mechi itakuwa inakamilika. Naam. Zimesalia tu dakika 3 center referee wasiku ili waweze kuhitimisha igoma. Chelsea wakiwa nyumbani watakuwa na shuka ushindi wa bao 1-0 wakiwa wameingia juzi katika mashindano ya UEFA Champions League. Baada ya kuweza kumaliza katika top 4 pale ya Premier League. Na vile vile timu ambayo iliweza kuingia juzi katika mashindano haya ni Tottenham Hotspur. Baada ya kushinda ile Europa League, manake walipatana katika finali dhidi ya mwana Manchester United, wakipata ushindi wa mabao 2-1. Mechi hiyo ukiniuliza African Brian, hiyo ni mechi kati ya Manchester na timu gani hiyo? Ilikuwa Tottenham. Manake nilikuwa natarajia, kuna watu walikuwa nasema Manchester United imekuwa nambari 14 ikuje ishinde Europa. Wanasema 14 supu. Wamalize ama washinde ile Europa League na waingie UEFA Champions League. Na timu ambazo zimeweza kumaliza top 4 zitasema nini? Manake Manchester United ako nambari 14 na tena ameingia UEFA Champions League. Unanikumbusha kitu ilifanyika msimu jana. Wakumbuka Chelsea ilimaliza juu ya Manchester. Walikuwa nafaa kucheza pale Europa. Sasa sababu mwana United shinda FA ili mwana Chelsea cheze na kina Saviet huko katika Conference League. Kulikuwa na mazungumzo kwamba ile slogan ama ile tajriba ya kushinda taji la hiyo Europa League iweze kuondolewa katika kuingia UEFA Champions League, manake unapata kikosi kiko na msimu mbaya zaidi, lakini anakuja kuwini Europa League baadaye anaingia. Mimi naona tu haiko sawa, anaona haina usawa yani. Kwa sababu unajua wakati unaona jirani yako amepata shida, huwezi jua hiyo shida iko na uzito gani until itafika ile time wewe mwenyewe utakuwa na shida. Ninachomaanisha ni hivi. Sasa Liverpool ni kama mko sure bet mtashinda mechi zenyu mtashinda bila shida yoyote. Naona mtu anapata red card hapo, hebu tuambie ni nani? Joe Pedro kijana ametuma nje. Second yellow card anatuma nje, atakuwa anakosa mechi ifuatayo. Kijana amepata kadi dakika zile za mwisho, maana zilikuwa zimebaki tu sekunde, dakika za 90 za kuongeza dakika 6. Joe Pedro kijana anapata kadi nyekundu.
mambo ya kawaida kwa timu ya Manchester. Ukiangalia mchezaji anaitwa alipewa red card. Nafikiria African Brian. Naam. Nidhamu ya Chelsea iko chini kidogo, maana yake unaona anapokea kadi mara kwa mara kila kukicha. Unaona tu mara amepokea kadi nyekundu, kadi ya majano. Sijui Enzo Maresca atakuwa anaangalia nidhamu ya wachezaji wake pale. Kuna kibarua kigumu kweli kweli. Kuna kibarua kweli. Wanaendelea kucheza pale, inakuwa ni free kick pale, anacheza Reiro, mchezaji wa Benfica, anacheza na Thomas Araujo. Araujo anacheza na Trubin anaangalia aweke mpira wapi, lakini wanapokonywa vizuri na Enzo Fernandez ambaye anafanya clearance na kumpata Caicedo. Caicedo anacheza lakini anazidiwa maarifa, ana mpira ni kama inarushwa kuelekea katika timu ya Chelsea. Upande mwingine African Brian, mechi zimeweza kukamilika, mechi kadhaa, ambapo sasa hivi mechi kati ya Inter Milan na Slavia Prague. Inter Milan umepokea ushindi wa mabao 3-0. Mechi ya Ajax dhidi ya Marseille imekamilika mabao 4-0 kwa faida ya vijana wa Marseille. Upande mwingine vijana wake ama vijana wa Bayern Munich wamepata ushindi wa mabao 5 dhidi ya mwana Pafos FC. 5-1. Ile timu ni mbaya. Unajua pale Bayern Munich wakana wachezaji kama vile Luis Diaz, ile combination ya Luis Diaz na Harry Kane. Ile ni ya kumaliza, ile ni ya kutambariza yani. Wakati huo mchezo kati ya Chelsea na mwana Benfica inatamatika ikiwa inaisha 1-0. Full time. Na muona pale Caicedo amefanya kazi safi kweli kweli, akona rating ya 7.8. Kijana anafanya kazi kudefend kweli kweli. Sema anafanya kile kazi ya pass, kuweka pass, tunaita kuweka pass. Tuangalie mchezo umekuwa vipi dhidi ya Chelsea. Wamemiliki mchezo 56%, vijana wa Chelsea wakimiliki mchezo. Upande mwingine vijana wa Benfica 44%, wakipata total shots. Vijana wa Chelsea ni 8, upande mwingine wa Benfica wakipata total shots ya 9. Shots on target upande wa Chelsea ni 3, bao 1. Shots on target upande wa Benfica ni 3, wakiambilia patupu. Naona upande ule wa Chelsea mambo kimeenda mrama. Upande wa Joao Pedro manake ameweza kupokea kadi nyekundu, atakuwa nakosa mchezo ufuatao. Tutakuwa na kujuza ni mchezo upi. Mechi ya Liverpool pia inakaribia kutamatika. Vijana wa Anfield leo, vijana wa Ancelotti, Maresca, vijana leo kimeenda mrama. Ni vijana wa Ancelotti. Yule kiangalia ni watu ambao makocha ambao wanapenda kupara. Naona pile dakika ya 88 vijana walinyima penalti. Kijana aliagushwa vibaya. Haikuwa penalti kwa sababu ingekuwa penalti wangepewa. Huyo alijirusha huyo. Nadhani ni kama alijirusha. Hawezi nyima. Ni kama wajua, ukiangalia mchezo za IPL alafu ulinganisha na mchezo ambayo zimekuwa zikiendelea hapa Afrika. Kwa mfano ningekupea mfano mzuri, mechi iliyokuwa kati ya Kenya na Madagascar. Wakati ambapo Kenya ilipata bao la pili, bao la ushindi kabla litolewe. Ni sio kama mchezo wa huko EPL. Huko wataenda kwa VR, wataangalia, watathibitisha kama si bao basi hawatapewa. Sio kama unajua mchezo wa Afrika bado tuko nyuma, tunakuwa kufanya mambo mengine kwa sababu unaona baadhi ya wachezaji huko Afrika wanataka waende majuu ili waweze kupata ile tajriba ya huko, wapate tajriba, lakini si tajriba inawapeleka huko kwa sababu tajriba baadhi ya wachezaji wa huko sasa wanaenda kutafuta
tunaita pesa. Kipenzi cha roho. Manake ukizungumzia pesa, Naam. Bruno Fernandes alikuwa ameitoa pesa mingi kule Saudi. Naam. Lakini akaweza kukataa, akasema anaitaka tu kuchezea Manchester United. Lakini upande mwingine ukiangalia vijana kama vile Sadio Mane, Ronaldo, Olunga. Lakini Olunga yake iko sawa. Olunga iko sawa. Manake ametoka timu ya nini kama kwa sababu huwezi compare timu ambayo Olunga alikuwa anachezea akiwa huku nchini compare na timu ambayo anachezea sasa hivi. Ni timu mbili na ligi mbili tofauti sana. Sijui una maoni yapi mchezo wa leo? La ziada kuna la ziada ningependa kuambia mashabiki wa Top Notch Media kwamba mnaweza finya pale kengele ya subscription. Ndio tumeanza mambo yetu haya. Bado tutakuwa tunakuja mechi, kwa hivyo kisha kwamba umetufuata katika mitandao ya kijamii. Pia unaweza kututumia ujumbe pia kwenye comment section, tutaisoma. Na pia kama unataka kutupiga support pale, tutakuwa tunakuambia unaifanyaje, tutashukuru sana. Alafu pia katika mtandao wa Facebook utatufuatilia pale kama Top Notch Media. Mimi nafahamika pale kama African Brand. Katika mtandao ya TikTok African Brand Top Notch Media. Katika mtandao ya YouTube nafahamika kama Top Notch Media. Pia utanipata African Brand kila pahali tu African Brand. Naam, tukifunga uko na yepi kwa mtazamaji? Mtazamaji, naweza kukuambia kwamba zidi kutushikilia mkono kwamba sisi tuweze kuwa kituo chako pendwa, kituo cha Top Notch Media. Kumbuka leo matangazo yamekuwa sawa. Utakuwa tutumia maoni yako yepi, ni vipi unataka tubadilishe haya matangazo? Manake kesho tutakuwa tu hapa ndani ya studio. Kuna mechi kadhaa zitakuwa zinapigwa kule klabu bingwa barani Ulaya. Naam. Nikikueleza kidogo, nikimalizia ni kwamba pale katika mtandao wangu wa TikTok ukitafuta kijana mwite Joseph Mutai utaweza kunipata pale. Tafuta pia Top Notch Media bila kusahau uweze kutufuatilia na mambo yatakuwa sawa. Naam. Nikimalizia kidogo tu, mechi zimekamilika, mechi kadhaa siku ya leo. Sijui kama ulikuwa umewekelea betting ama imekwendaje, utakuwa na tueleza. Ni hayo tu kwa sasa. Shukrani sana kwa kutusikiliza hapa Top Notch Media. Langu jina ni Joseph Mutai, kamanda wa hizi shughuli, nikiwa hapa studioni za Top Notch Media Kenya. Naam, shukran sana wewe ambaye umetutizama kwa sasa. Wacha tupate usingizi, tupatane tena kesho kwenye matangazo hapa humu, na uwe na usiku mwema. Mungu akujalie, na tutapatana tena inshallah. Shukran kabisa. Bana tulikuwa na kijiji what about kijiji kama tulipata ka tablet ni tatizo ni kontrol kwa green